nyumba ya baba yake isije kuchukuliwa, lazima alipe deni ili hii nyumba isije kumilikiwa na mtu mwingine. Ghafla message katika simu yake. Alitumwa message kwamba amefeli. Binti alipeleka maombi fulani ya kazi katika sehemu moja, kwa hiyo kwamba amefeli, hajachaguliwa. Basi binti, kuna kitu kimoja ambacho nakumbuka, tukio la miaka kadhaa iliyopata kuweza kupita kabla ya babake kupoteza maisha. Siku moja ilikuwa ni mida ya jioni, wakati binti alikuwa ametoka shule, na siku hiyo binti alikuwa ameweza kuleta vurugu shuleni kwao na mzee aliitwa. Sasa baada ya mzee kumaliza kila kitu, ulikuwa na wakati wa kurudi nyumbani. Siku hiyo binti alikuwa amechukia sana kwa sababu baba alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuomba msamaha na binti ndio alikuwa amekosewa. Sasa mzee akaomba msamaha kwa watu waliomkosea binti huyu. Kwa hiyo hicho kitu kilimfanya binti basi ajisikie vibaya. Kumbuka ni kumbukumbu tu. 안 답답해? 차라리 화를 내. Binti asema unataka upate hasira. 그리고 내가 다 잘못한 거잖아. Mambo yote ambayo mimi nafanya unataka upate hasira. Lazima uchukie na kushangaa uchukie. 부모들 앞에서 그렇게 쪼기. Wewe kama unaona aibu, unataka kae mbali na mimi unitenge. Kama jinsi wababa wengine wanavyofanya kwa mabinti zao, unataka unitenge. 아빠가 Mzee anasema naomba nisimame sana binti yangu. Samehe sana mwanangu. 내가 지금 그만. Mzee alikuwa akipenda sana kutumia busara na neno kuu kwake ilikuwa ni kuomba msamaha tu. Kwa mtu wote ule, hata kama amekosewa naomba msamaha. 삼겹살 먹으러 Mzee anasema kwani usikii njaa? Twende basi tukale hata 그냥 팔자. kitimoto kidogo. 이 집 그놈들한테 그냥 팔아버리고 Binti anasema hii nyumba iuze. 집으로 이사가서 아빠랑 나랑 편. Hii nyumba iuze kwa wale wapuuzi ambao basi wanakudai. Unadaiwa pesa nyingi, uze tu hii nyumba. Lakini mzee hakuwa tayari kabisa kuiuza nyumba hii hapa. Japo alipita vikwazo, lakini hakuwa tayari kuiuza hii nyumba kwa sababu fulani, kwa sababu ni nyumba ambayo ina maana kubwa sana kwa baba yake. Hii ni kumbukumbu ya mtoto wa kike ambayo anakumbuka. Binti akajisikia vibaya sana na kujilaumu kwamba ni kwa sababu gani kipindi kile alikuwa akimfukia baba. Hii nyumba lazima aitunze kwa sababu ina maana kubwa sana kwa baba yake, japo baba yake hayupo, lakini pia baba alikuwa akifanya juu chini ili kuichunga nyumba hii. Kwa hiyo akija kuruhusu nyumba kumilikiwa na mtu mwingine itakuwa ni vibaya. Binti anasema baba anajuta eti. Najuta kwa kile ambacho siku zile nilifanya, kubishana na wewe. 조금만 더. Najuta sana. Basi ngoja tu nivumilie yote. Maisha ambayo naishi kwa sasa ngoja tu niyavumilie. 아빠 건물 지킬 수 있게. Nitajitahidi jinsi niwezavyo ili mradi basi kulinda nyumba hii hapa. Sitohakikisha kabisa kama nyumba hii hapa inakuwa katika mikono ya mtu mwingine, nitailinda mpaka mwisho. Binti anatoa ahadi. Kwa hiyo atapambana usiku na mchana, atapiga kazi tofauti tofauti ili tu basi kuhakikisha anakamilisha deni, anakamilisha pesa na kwenda kulipa deni hilo la mzee ambalo aliliacha. Haya. Takuja mpangaji wake. Binti amekutwa akilialia. Basi ni usiku, kwa ni muda wa kupumzika. Lakini binti akamfuata jamaa. Vipi kuhusu kazi yako? 아직 제가 Bado hujaniambia chochote kwamba wewe ni kazi ipi ambayo unaifanya. Jamaa akamwambia kwa lazima nikwambie. Binti asema ndio, mimi ndo mwenye nyumba, lazima uniambie kazi ambayo unaifanya ni ipi kwa sababu sikuelewi. Kila saa uko hapa. Na sisi hapa tunaishi kama familia. Hebu niambie. Subiri kidogo, kabla binti akapiga simu. Ndio bosi. 대타요. Kumbe kuna mzigo wa kupeleka sehemu fulani. Utalipa shilingi ngapi? Binti akapigwa simu ya pesa kwamba kuna dili. Akasahau hata alichokuwa anaongea na jamaa. Akachoropoka kwa ajili ya kwenda kupiga kazi. Penda sana kazi binti huyo. Kuna kazi fulani ya kwenda kupeleka kitu fulani sehemu moja hivi. Sasa mvua inanyesha. Mwamba ni kwamba wakati akiwa amelala kuna kitu kimoja ambacho kinamjia ni kama njozi fulani. Kuna taswira moja ya mwanamke ambayo anaiona, mwanamke asijulikana. Njozi ni mara kwa mara huwa inamtokea, ni huwa anaiota mara kwa mara. Haijulikani kwamba ina maana gani na huyu mwanamke ni nani. Ila ni njozi tu kama njozi zingine.
ila imekuwa inajirudia. Kwa hiyo sio njozi za kawaida. Njozi siku zote haijirudii. Njozi ambayo umeiota leo uweze kuiota kesho kutwa, lazima utaota nyingine. Hata kama ukiota ni kwamba kidogo imepishana, lakini yeye ni hiyo hiyo kila siku. Basi mvua inanyesha, lakini binti hakujali. Alikuja moja kwa moja huku, akapigwa simu na huyu jamaa ni katika hoteli fulani. Kwa binti atakuwa apeleke chakula sehemu moja hivi. Kapatiwa msosi. Kuna mteja mmoja ambaye hataki kujisumbua, kwa hiyo aliagiza. Binti akapata hiyo kazi, atalipwa pesa. Sasa mvua inanyesha, maskini Mungu. Binti wenge, mama nyunyu anamsumbua. Hivi vitone vya mvua vinamsumbua. Hapo kabeba chakula. Atakuwa afikishwa sehemu fulani. Akirudi tu basi ndo atapatiwa mshiko wake. Sasa maskini Mungu, binti wenge. Mvua inanyesha. Usingizi nao. Binti anasinzia, unajua kulala muda wake ni mchache sana. Binti akijisahau maskini Mungu kwa bahati mbaya. Saa ngapi sidondoke mama yangu. Maskini Mungu, binti akajikuta akidondoka na usafiri wake. Sasa hapa ni hasara. Kile chakula ambacho alikuwa ameweza kupata kupeleka sehemu fulani, sasa ndio hivyo amekimwaga, aidha kimemwagika. Binti akajilaumu sana, tena kaumia, amechubuka kidogo, anasema damu inanitoka. Sasa chakula ndio hivyo. Hususan ni nyama hiyo, nyama ya nguruwe. Sasa nyama watu ndio hivyo. Hii ni hasara sasa, hasara nyingine tena hii. Binti maskini Mungu anajikuta anapata wakati mgumu sana. Nini ambacho atafanya? Kwa hiyo hapa ni hasara. Kulipwa itakuwa ni ngumu sana. Binti akajilaumu kweli kweli. Amejisumbua, ametoka huko nyumbani mpaka amefika hapa, afa anakuja kupata mkosi kama hapa. Binti akalia sana. Yote na yote haya anafanya basi kwa ajili ya kulipa deni. Fanya kazi tofauti tofauti. Maskini Mungu alilaumu kweli kweli. Taisha maisha mpaka lini? Baba alimwachia mzigo mkubwa sana, deni kubwa sana. Anasema baba. Binti akajikuta basi akimkumbuka mpaka baba yake kwa tabu ambayo anapitia katika wakati kama huu hapa. Wakati binti akiwa bila kujitambua, kuna gari ambayo inakuja mzima. Hebu anakuja kumgonga binti namna hiyo. Lakini ghafla basi kila kitu kikasimama pale pale. Huwezi kuamini yule dogo hakuwa mbali. Bwana huyu ambaye anamuita Junwoo hakuwa mbali. Alichofanya ni kwamba alisimamisha muda. Kabla binti kwenda kugongwa na hilo gari, ni kwamba alisimamisha. Ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana, na usije kusahau anatafutwa na wale wachawi wengine. Wanamtafuta udogo, ni hatari kweli kweli, shida. Kumkamata ni kazi ngumu, huwezi kuja kumkamata kichwa. Binti akajikuta basi ndio hivyo, mwamba akazuia. Jamani jamini, kwa sababu pindi pale anapokuwa anafanya hivyo hakuna mtu wote ambaye anamuona. Yaani akikugandisha uwezo kumuona, yani unaganda kama lisanamu. Basi akasogea moja kwa moja kwa binti. Wakati binti ameganda namna hii pa. Ni mara kwa mara anafanya hivi, na pindi pale anapofanya hivi ni kwamba unaganda. Cha ajabu, binti akajitambua pale pale. Jamaa akashangaa, binti tena imekuaje? Huu chai wake haujamdhuru bibie. Binti akamuuliza, umewezaje kufanya hivi? Umewezaje kusimamisha muda? Bwana, jamaa katoa macho bala. Binti amewezaje kukurupuka katika uchai wake? Kwa sababu hakunaga mtu wote ambaye anakurupuka. Ila sasa uchai wake ndio hivyo kumdhuru binti, inavyoonekana kama ni ngumu. Binti ana uwezo gani na yeye? Ni sehemu tu ya pili mzima. Na ndio mwanzo ni bonge la picha utakuwa kuipenda. Hebu karibu katika sehemu ya 3 ili tukafahamu mengi zaidi. Hii hapo anaita Mr Magic. DJ Skills kama kawaida. Namba zangu za simu ni hizo hapa 0746575579. Karibu katika sehemu hii hapa ya 3 Mr Magic. Twende sambamba. 너만 찾는 게 아니던데. 도둑질하러 가네 역시. 이번 기소 에이스들. 이번엔 너 안 나서도 됐나? 지금 뭐 하시는 겁니까? 싸늘하던 공기만 뭐라고? 살려주세요.